Got you records. Tuko ndani. Bwana asifiwe sana wapenzi watazamaji. Karibuni sana katika podcast yetu ambayo mnajua inajulikana kama Mike with the Makers. Na leo manzi tumewaletea our guest mwenye tulikuwa tumwambia. Hope mlikuwa mmeona tumehype pale, tumekuja na yeye. Na bila kupoteza muda nataka tu introduce our guest leo. Atuambie ako aje, ana feel aje na anaitwa nani. Uko aje man? Poa. Karibu sana. Hii inaitwa Mike with the Makers. Karibu sana na feel at home. So unaweza tuambia jina lako nani? Jina langu ni Dominion Praise. Ama unaweza niita Joel. Mbona ukaamua Dominion Praise? Ni wewe ulijipea ama mama ama mzazi? Mama ndo aliamua kukupea, si ndio? So inaonekana kama wewe ni mama's boy, si ndio? Unapenda mama yako sana? Unaweza tuambie mama yako anaitwa nani? Gloria Praise. Gloria Praise. Ndo pia wewe ukaamua ujiite Dominion Praise, si ndio? Hii Dominion Praise iko na maana yote kweli? Mama ashaikwambia mbona aliamua kukupatia hivyo? Hapo aikwambia, si ndio? Na baadaye sofa uko na miaka ngapi? 12. Uko na 12 years. Nimesikia umekuwa na birthday jana ama? Jana. Imekuwaje? Poa. Ulifanyia wapi? Kanyuma. Wewe ni mbaya. Huwezi niita? Ulikuwa mbali na mko na kazi. Umeleta keki? Ilisha. Jamani Domi. Huwezi sema hata leo naenda kwa podcast nipelekee mtu wangu keki. But najua maybe next time tutapata, sio? So leo umekaa hapa ilifaa utupatie testimony yako. Utuambie nini ili happen. Najua watazamaji wako eager kujua nini ili happen. Kulikuwa aje mpaka sasa hivi. Unajua hata mtu akikuangalia hizi jua kuna kitu ili happen. So unaweza tuambia story yako maybe kulikuwa aje? Kuanga tu nyumbani, nimekaa tunapika lunch. Mimi nitaenda kupanda mti ya mapera. After hiyo kula lunch ama bado hujakula lunch? Bado. So njaa imekuleta ukaamua uende uanze na mapera. Mti mkubwa ilikuwa hapo, sana nikapanda. Nikaenda juu kabisa huko mwisho. Kaanza kula mapera, nikajaza huko. Unajua sasa niko na mfuko za hapa, nimejaza kabisa. Sasa nikaona zingine hapo 3, nikachukua tu moja. Nikaenda kushika ya pili, nikaanguka mpaka chini. Mguu ilifura hivi kabisa. Ilikuwa uchungu. Sasa nani alikuwa hapo karibu akikuangalia ama ulikuwa tu peke yako? Nilikuwa peke yangu, lakini Shosha alikuwa huko nyuma na rafiki yake wanapiga story. Walisikia akasikia nikaanguka tu. Akajua tu ni mimi. Rafiki yake kuja kuangalia Shosha hiyo saa alikuwa emotional. Sasa angeza alijua tu ni mimi ndo nimeanguka. Sasa kuja baadaye kwa mzee mwingine anapita hapo na kuni. Akawa amebeba. Akaenda kuambia jirani yetu kwa juu. Watu wakajaa hapo, wakapigia mama, wakamwambia story. Mama hapo bado hujaenda bado. Hakuna mtu anatushughulikia. Bado uko chini. Hadi singeweza bebo, ningepiga nduru, hadi kushikwa tu. Sasa rafiki yake akakuja. Rafiki ya Shosh sasa. Jirani aliambiwa na huo mzee. Akakuja. Najua kushago. Watu wako na macho mbaya. Akaitwa, wakapigia mama, akamwambia story. Mama akasema nipeleke kwa hospitali, atakuja kesho asubuhi. Nikapelekewa, nikatritiwa, hadi sikutritiwa. Mama hapo sasa alikuwa ako Nairobi na wewe uko home unakaa na Shosh sasa. So ukapelekwa hosi. Akapigiwa, ndio akasema nipeleke hosi. Nikabebwa, nikapiga nduru hapo, Mtu sasa ndio imeanza sasa kuleta hiyo. Ilikuwa imefura. Sasa nilifika tu hapo kwa nini? Kapelekwa kwa nyumba kwa sofa. Sasa nimepiga nduru. Kijana naona tu leo ndo siku yangu ya mwisho. Kwa poa. Mambo mingi. So after hapo wakakuweka kwa kiti, wakakufanyia first aid ama? Bwana hadi sikushughulikiwa, watu ni wengi. Wanahurumisha tu hapo na wakusaidia. Wengine kwa kitanda wakipiga manduru. Walikuwa wamedhania ni watu tu wakubwa kaa wewe. So ni nduru tu wa mjengo. Walianguka na building. Ukuja kukuona sasa.
Hapo hadi kuna relative alisaidia mama kwa hiyo kazi yote. Sio mmoja tu ndo aliniangalia hadi akalala huko akaenda. Sasa ukapelekwa hospitali? Hospitali ukafika? Kakamega General. Nikaekwa kwa kiti, nikakaa tu hapo kama nimekanyaga kiti hivi. Kaka hadi nikashughulikia, nikaambiwa nipeleke kwa room. Kendo kwa chini. Venye ulifika wapi? Maisha ya huko. Sasa mama akakuja asubuhi akakaa hapo na mimi. Mama akafika alikuwa emotional analia. Na sasa hapo ushosha kwa wapi? Yako nini kwa nyumba. Kwa nyumba anashughulika shughuli zake. Umesema alikuwa emotional so hata hataki kukuja kukuona. Jua. Si hataki. Ile yani na understand venye maybe hiyo emotional so zilimzidi. Akasema kukuja ni ngumu. So hapo hivyo mama akakam. Ukafurahi at least sasa umeona madhe. Najua uko in pain but at least hiyo furaha ya kuona mama, si ndio? Ilikuwa ngumu lakini nilifurahi because siku mingi kuona mama. Pia huko umemwona for a while. But alikuwa anakuja tu December only. Hiyo ingine haiwezi kuja. Lakini ilikuwa saa alikuja hadi alitumia pesa mingi. Na hiyo time ulikuwa miaka ngapi by the way? Hiyo time 2023. Ilikuwa back 2023. Ilikuwa 2023. So hapo kama 9 years hivi. Ilikuwa kama 9 years. 8 years hapo, si ndio? But ulikuwa unaweza jua like una understand venye commotions and everything. So ukaenda ukapelekwa place ya kwanza kutibiwa. Hapo ilikuwa tu siku nyingine hapo general mkubwa ilikuwa nafanya tutiwe Monday. Sasa kuja Monday ndio ikaekwa mbele kidogo. Ikasongeshwa tena. So hiyo Monday alikuja but si kupelekwa huko theater kutibiwa kuwekwa chuma. Juu alikuwa busy maybe. Sasa alikuja akafungua mguu kwa kitanda hivi. Akatoka. Kafika hapo saa 8 hapo mbele. Mimi nimezuba tu. Watu wanapita wamekufa shida. Ulipatana na watu wengine kwa hiyo nini? Usive venye uliingia. Ward ilikuwa na watu wengi lakini yangu nilikuwa nimekaa na watu 3. Hapa mimi, wengine hapo wa cancer, wengine huko mwisho. Cancer alikuwa ananifanyia vibaya. Alikuwa ananiangalia kama hiyo. Alikuwa ananifanyia hivyo. Day 1, day 2 ikafika hapo mausiku. Ilikuwa asubuhi. Amekufa. Huyo wa cancer sasa? Alafu ulifeel aje? Sasa ndio huyo alikuwa anakufanyia nini hivi? Nyamaza tu leo. Nyamaza tu. Mamake alipiga hapo manduru. Alikuwa mtoto ama? Mkubwa tu, sio mkubwa sana. Maybe rika kama yako hizo lakini mpita kidogo. So maybe alikuwa kama wewe sasa kama alikufa. So akatolewa, ukamwona ndio yule anatolewa. Kuna gari nyingine hapo ya kupiga makelele. Ambulance ama gani? Sio ambulance. Ni kaa tu coffin lakini ni ya mabati, alafu iko na tairi 4. Inaendeshwa inapiga makelele. Sasa kwa dirisha unaona tu watu wanapita hivyo wanaletwa huko chini wamekufa. Wengi. So hapo unasema uliona watu wengi sana wakikufa. Kwa wadi yetu watu 7 walikufa. Although walikuwa magonjwa different kama wewe wa mguu, cancer. Kwa mwingine alikuwa rafiki yangu, najua sasa nimekakutana sisi toka nicheze nao. Yeye alikuwa ametoka juu ya mti ya avocado amepasuka kichwa. Alikuwa ameshona. Sasa siku kafika siku nyingine hapo daktari. Hiyo siku sasa daktari alirudi hapo masaa 8. Nikaanza kuvuta mguu bana. Anavuruta kaa nyanganya. Anavuruta. Na kwani huko umepatiwa dawa zozote za kukuzuia mimi usisikie uchungu? Gani? Hakuna. Hivyo tu. Bora wamefunga hii mguu hii vizuri. Anavuruta kaa nyanganya. Anavuruta. Ilikuwa shida. Uchungu, sio? Nikaanza kupiga mandu. Acha. Mama alikuwa daktari.
Madaktari wakajaa sasa, ward mzima hiyo walijaa wote. Hadi wanachungulia pale kwa nini? Wengi gani? Kavurutwa. Kafika hiyo next Monday wakasema nipelekwe theater. Huko. Noma. Sasa tukafika huko nikaeka kwa hiyo nini ya theater. Hiyo ya black ile nikapelekwa. Hadi siwezi simama, nikapinduka nikaenda kwa hiyo nyingine sasa ya theater. Hizo tazi kujitatu. Endelea. Mata mashindo hizo. Nikaeka hapo. Tukangoja kuuliza daktari anakuja saa ngapi? Akasema anakuja. Daktari general akaingia sasa. Uko muogopa? Ujui nini unataka kufanyia? Sasa hiyo uchungu hadi hujajua. Sasa akaingia na madaktari wengine. Sasa unajua hawezi acha watoto angalie nini inafanyika, wakafunika hapa hivi. Na cushion hivi, hawezi acha nikai. Kumbe ni wajanja. Sasa si nimekaa hivi. Kwa hiyo kitanda. Daktari mwingine unajua aliniambia, nilimuuliza anadungwa sindano ya kulala. Wakasema hapana. Dadungwa ya kuganda huko hadi saa hii hadi nikikuna. Hata huwezi sikia. Nikakaa tu. Ilistukanea tu nimedungwa hapo kwa mgongo. Ukaanza tu kusikia huku ni kama ufia. Huku kumeganda sasa kuote. Hakuna kitu afia. But huku hivi ulikuwa unaweza sikia kitu kiapi na. Alafu nikazubaishwa na nini? Radio na kompyuta kako pale sasa nimelala hivi. Unakaangalia. Kumbe wanaendelea tu kazi, mimi nikiangalia hapo mawimbo zikicheza. Na kumbe wao wako kazi. Nasikia tu madrill zinalia kwa mshipa. Shimo mbili nasikia kwa mfupa sasa. Hiyo sawa kata hii. Sasa wanadunga hiyo mfupa ndio yake. Hizo screw weke chuma sasa. Weke chuma. Kasi watu wa kusupport familia di kuja kuangalia. Watu wa mama ndo walimsupport, watu wa TikTok. Mungu awabariki. Walichanga pesa mingi wakasaidia. Tukafanya mama kalipa. Ilikuwa pesa mingi lakini walizungusha mama. Wagani hao walimzungusha? Watu wa sasa. Wanasema eti theater ni 5000. Mama kalipa. Kufika huko anasema ni 10. Akalipa 5 nyingine sasa. Chuma naye ni 30k. Tena aanze kutafuta 30 tena. Sasa hiyo ni 30 kuongeza kwa hiyo 10 sasa. Yenye ameambiwa pia. Bado hujalipa ya award. Kwa pesa mingi. Na ulikuwa umekaa si ati ulikuja tu ukafanyia 1 week. Kwa pesa mingi lakini tulimaliza tukalipa. Mkatoka. Tukadischargiwa lakini mama lazima kila kitu yenda alikuwa na baya anapeleka huko anarudi huko anatuma madawa sijui nini. Hata ukamhudumia. Hadi akaendea scratches. Zenda tembelea kafika siku ya kunini kutoka sasa. Madaktari wanatuka wewe wakubwa watatu wamekuja kunifunza kutembea na hizo crutches. Najua nasingejua kutembelea. Juu sasa hivi walikuwa wameka machuma, si ndio? Ilikuwa hajisha shonwa. Ilikuwa mko gani hiyo by the way? Huku juu. Sasa nikuja kunifunza. Wakaanza kuniinua, nilipiga nduru because nimekaa hapo sana. Au hujafanya mazoezi nini? So hiyo venye ulikuwa after kufanyiwa nini? Kuweko tunaweza enda break tu kidogo tu alafu turudi tafadhali. Thank you, we are coming. Got you records. Tuko ndani. Action. Karibuni tena sana kwa podcast yetu. Tulikuwa tumeenda break kidogo but ndo sisi hao tumerudi tukiwa na kijana wetu Dominion Praise. Au sio? Una feel aje? Poa kabisa. So ulikuwa unaendelea kutupatia story yetu. Ulikuwa umetuambia sasa hapo ndo madaktari wanakufunza kidogo ya kutembea. Alafu sasa wakakuja wakanishika hiyo sana piga nduru because sijainuka. Sasa wakaniweka hivyo nikasimama nikaletewa hizo crutches. But mama ndalibai. Sasa nikaanza kutembelea nikajifunza. Au wakaenda brother yangu sasa akanifunza tulikuwa tunatembea kwa hiyo hallway. So uko na mdogo ama mkubwa sana. Tukaenda hivi kwa hallway naenda hivyo iko chini.
nasalimia marafiki zangu, narudi naenda kusalimia daktari pale, alafu natembea nikarudi sana kukaa. Hizo sasa naweza cheza hadi na nini moja crutches. Naweza tukaanza kucheza na balloon. Hapo bado uko tu sisi bado. Sasa ndio ikafika siku ya kuchajiwa, mama kaletewa receipt ya hiyo pesa. Ilikuwa mingi lakini watu walitusaidia sana. Lakini watu wa familia ni ngumu. Wanasema familia inakuanga ngumu sana. Wao support ile time yenyewe. Wanasemanga familia yako iko ready kukusupport but maybe two time umekuwa. That's the only time wanaweza come to wajifanye ni mazuri but wakubaie suti na nini vitu zingine za kukudanganya hapo but sasa unaona zitakusaidia. So wewe ndio huyo ukatoka ukaenda home na mama hapo sasa na bro. Kwenda home direct. Rafiki yake mmoja alikuwa anaishi huko. Alikuwa anaishi wapi? Huko Kakamega. Sasa akasaidia mama kuja na gari yao. Tukapanda tukaenda kwa gari yao. Tukaenda hadi kwake. Wewe rafiki ni mzuri. For the first time nilikula chakula ingine hapo tamu. Unaweza mkumbuka umtaje ama si vizuri umpiga? Sikumbuki anaitwaje. Lakini kwa sisi tulikuwa tunakula chakula kabeji ya jana, ugali. Na huko unakubali mtu kuletewa food huko si? Rafiki alikuwa anajulikana huko. Sasa hiyo siku naleta yogurt, maziwa, naleta chapo. So ndo mkaenda kwa rafiki yake hapo, rafiki ya mama. Akapika ugali na nyama. Hiyo siku nilikula. Juu ulikuwa umemiss wallahi. Lakini for the first time unajua ushago tulikuwa tunapata chakula kidogo ama tuwezi kula the whole day, kule tu jioni. First time jioni. So ni one meal a day. At least kupanda tu kwa mapera. Kaa yetu imeisha, alikwenda kwa jirani huko chini huko. Upitishe njaa kidogo at least. Kila jioni tukule hiyo ugali ka kuna mboga tunapigia mama. Simu unajua yeye alikuwa bado hatujamuona hadi. Siku ya kumuona. Ulifurahi. Although uko na mauchungu lakini bado unafurahia kuona. Jina yake real nikaanza wewe ni Ilusha. Hiyo sana nimechanganisha Kiluya na Kiswahili. Sasa ningeweza kuongea Kiswahili hivi. Nachanganisha yote. Kwani ilikuwa how long kama hujaonana na mama? 7 years. 7 years hujaonana naye. But mlikuwa mnaongea maybe kwa simu, si ndio? So mkamalizana na hapo kwa best ya mama ndo mkaenda sasa mkarudi home kwa shosh sasa. Alilia akasema tukue na day njema, tukue sawa. Alilia shosh sasa. Ndio. Shosh bado wako hadi sasa hivi. Alikufanga 2025 last year. Pole. So wote. Hadi na guka pia. Pole sana. So ndo sasa mkakaa hapo kwa shosh ama mlipita tu sasa direct mkienda na mama? Tulikaa hapo tukaongea na yeye akatuambia tuende vizuri. Kwa rafiki yake sasa tulikuwa tumechukua Uber tukaenda kwake, tukarudi kwao. Kwa rafiki ya mama tukachukua gari yake tupeleka hadi huko Kakamega Blue Line ndo tukaenda Nairobi. Tukachukua gari ya Nairobi sasa. Sasa hivi kijana mdogo ametoka Ushago, although bado ako na shida ya mguu lakini sasa hivi unaenda Nairobi. Hadi singeenda kutembea na hiyo crutches kwa stairs. Mama anakuanga na nguvu. Alikubeba? Alinibeba hadi ilikuwa that floor. Huko ndo mwisho. Maisha ya Nairobi ilikuwaje? Ndo uanze kupona mguu na zoezi. Singeweza hadi kwenda kuongea ku make friends huko chini. Ukatu hapo nje ya balcony hapo tu kutumbia hapo na crutches. Hadi nikaona rafiki mwingine sasa tunaishi hapa. Alafu huko mwisho kuna nyumba mbili. Sasa huyo alikuwa rafiki yangu tunaongea na story. Hadi nikapona sasa nikaanza kutembea na crutches huko chini naenda kucheza na marafiki zangu. Nikaendelea kupona nikakaanga hii sasa si nilikuwa nimeshona na hiyo kamba. Nikanatoa sasa. Ni wewe mwenyewe ulikuwa unatoa? Ikiinuka naitoa. Ni uchungu. Sasa ikatoka yote unaona nikapona. Sasa kuna kuanga na kurudi kwenda kutoa hizo screw ama? Lazima niende kurudi kutolewa hiyo chuma. So ulirudi Kakamega ama ilikuwa tu? Bado niko nayo sasa hivi. So but unajua siku yenyewe inafaa urudi kwenda kutoa ama bado? Najua. Unajua? Mungu akusaidie bana.
ikuwe sawa. So wewe ulisikia aje sasa venye maybe mguu wako imevunjika, umesema sasa hivi nataka kwanza kuwa kilema na mimi bado kijana mdogo. Haikukuwa na effect kwako? Ilikuwa vibaya because unaona kama unaisha tu. Uko hapo chini umelala tu yani Sawa, pole. Acha tuanze kuuliza maswali hapa. TikTok kuna maswali watu wanakuuliza. Nganya ni nini hiyo? Huyu anasema nyanganya, sio nganya. Huyu anasema na ganya. Mwambie nyanganya ni nini? Unaweza muexplainia ni nini? Hiyo ndio venye mbavu alisema. Alikuwa na mdomo akapigwa na majembe. Akasema nyanganya. Huyu anashtuka nyanganya ni nini? Alafu mwingine hapa. Wanauliza unasoma shule gani? Miango Primary School. Gani? Miango Primary School iko Utawala. Uko grade gani? Uko ya 4. Ya 4, grade 4. Mama yako alikwambia si tulikuwa tunasoma class 1, class 2. Watu kuanga na hizo grade by the way. Kwanza in fact standard. Standard 1. Grade 4. Mama anakusaidianga homework? Mimi ni brave najua. So watu utakangi msaada ya mama? Sasa kama nimeshindwa kuna zingine ngumu na muulizana. Anakusaidia semangi mimi sikufanya kama unaona uko busy na kwa simu naanza ku search. Una search mwenyewe unajifanyia sio? Alafu kuna one time virusi hapa anasema huyo mtu mgote. Umegoteka sana. Mgote hapo hivyo. Kuna mtu anaitwa nani? Si amesema anaitwa Dominion Praise. Hope mnajua. Hebu rudia jina lako hapo nikitafuta. Dominion Joel Praise yote. Soma shule gani ishasema? Alafu nikuulize, wewe dream yako ni nini yenye wewe ushaitamani kufanya? Unajua wewe sasa bado mtoto mdogo, you have full dreams. Ni nini unatamani kufanya ukiwa mkubwa? Naweza career yangu ni footballer. Wewe ni footballer? Na sasa ulisikia aje venye mguu imevunjika na unajua wewe unataka kuwa footballer? Hukuona kama dream yako inaenda Niliona tu inaisha lakini niko na hope hii tumekitolea naweza enda hadi academy ya football. Naomba tu mama kwa pesa hiyo ya kunipeleka. Na unafanyanga zoezi ya maybe football? Hadi mama alinibai huwa nacheza huko. Na kwa maybe watu wengine ama bado hujakuwa strong vizuri? Kwanza niko sawa saa hii. Hadi naweza cheza ni shoot. Huwa tunacheza tu tunazunguka. Unacheza namba gani? 7. Wewe ni winger. Sawa, namba 7 yenyewe. Alafu kuna mtu anauliza hapa, ati muuliza ataje rais wote wa Kenya lakini sio one term. Ati one term. Hapa wanatafutia maneno podcast yetu ifungue. Guys, ndio tunategemea hii podcast. Hatuwezi tamani ifungue. Huyu tushamjibu. Na nikuulize, timu yako ni gani hapa Kenya? Jueni mchezo football. Kenya unaweza tuambia timu yako ni gani? Harambee Stars. Harambee. Achana na Harambee. Harambee sasa hiyo ni yetu sisi wote. Tuko na Gor, tuko na FC, tuko na Kariobangi Sharks, unajua hizo zote. Tuko na Moranga Seals. Sasa FC. Unajua sasa tuko namba 2 na tunataka kuchukua hii kitu kubaya sana. Na alafu huko juu Premier League. Tunachukua Chelsea. Wewe ni msema Chelsea? Hebu nitajie msemo mmoja wa Chelsea. Najua, tunakwambia wenye najua Cole Palmer, Joe Pedro, Kepa Sanchez, Colwill, coach ni nani? Bob Edwards. Coach wa Chelsea. Wa Chelsea, na mnajua mlichangiwa coach? I think so. Mlichangiwa coach sasa hivi. Mko na Liam. Ni kama unajua Liam. Ukijana wa Machoini. But iko sawa, usiogope. Juzi imepigwa na Man City. Umefeel aje? Vibaya. Brother wangu alimcheka. Ni Man City. Na sasa si mlikuwa muachie Man City sasa waende wachukue league. Ama nyinyi wa Japani wanoma. Hakuna timu imewachapa. Imechapa wote. Imechapa Arsenal, imechapa Chelsea, imechapa wote. Imechapa Manchester bana. Wewe United.
Haijachapa Manchester bana. Wewe unataka kudanganya hapa. Wewe ni kama wewe ni supporter wa Man City. Unadanganya hapa wewe ni wa Chelsea. Man City imepiga wote lakini haijapiga Manchester. Ujue hii mwaka Manchester haijapigwa na Man City. Tunacheza na nyinyi. Na unajua tuko na nyinyi sato. I wish tu tupatane. Kuna mtu anauliza hapa. In case uchezewe ngware. Ngware? Anyway, utamuelewa tu. In case uchezewe vibaya, ukanyagwe. Hauogopi? Maybe kama uko training. Mtu ashaikukanyaga? Training siwezi enda academy. Na hiyo tu maybe wewe unafanya na watu wengine ama wewe peke yako? Wewe unacheza, maybe tuende kwa field. Tunacheza na watu wakubwa lakini tunawachapa. Na best zako wanajua maybe uko na shida ya mguu. Hawachukuliangi advantage maybe wajaribu kukanyaga huko. Mimi ndo mkubwa naweza wachapa. Mimi ni mbaya. Kuna mwingine aliuliza hapa kama bado unacheza ball but umwambia unafanya training, ikishamaliza kutolewa ndo sasa utaingia academy. Naweza cheza kama niko nayo lakini nafaa mama akimaliza kazi yake ndo atanipeleka academy nitacheza. Nyanya amecheka vibaya sana. Hii ni fan wa timu gani tumesema? By the shule sijui kama siku hizi mko na subject. Kuna mtu anauliza unapenda subject gani? Mathematics. Wewe unajua maths kabisa. Sawa, mtoto wa hesabu. Next time ukikuja ndakuja na maswali mingi, usikimbie. Alafu wanauliza wewe usoma Biblia? Unapenda Biblia? Ni mama ndo kufunza ama wewe mwenyewe tu ndo ulijipata unasoma Bible? Hebi nimsikie, unajua yeye huwa na teach watu wake. Hivyo nakanga nimsikie. So lakini wewe usoma Bible ndio? Alafu nikuulize kama ungepata chance ya kukuwa na superpowers, unaweza tamani gani? Superpowers. Haupendi superpowers ukue hero? Fly. Ya kufly, ndio? Ukue unaokoa watu. Na the hardest thing ama ile kitu ngumu kabisa ya wewe kuwa mtoto yani. Sahi tu yani yenye kitu ngumu. Unajua sasa kuna hii time yenyewe sasa ni mtoto na kuna time utakuwa mkubwa. Ni nini sasa inakudhi tu wewe kuwa mtoto? Kupiga naye. Sasa mama bado anakupiga. So wewe ni kichwa ngumu. Hapana. Hebi nikisumbua. Najua mimi saa kati kwa home tumekaa. Mama anaingia live. Mimi wana sneak naenda kucheza because kama amenikataza na warafiki zangu wanacheza. Na hiyo sasa unasikia tu kucheza. Kitu nakwambia nenda ucheze. Mimi ndio huyo titi najifanya yako nje nimeenda kucheza. But si poa wazazi mkuu mnakazia watoto. Mimi naweza sema hivyo. Kama mtoto unaona sasa yeye anasema anatamani, yani anatamani aende acheze but sasa madhena hayataki. Tuachie tu watoto wetu waende wacheze. Na sasa tunasikia yeye anasema anapenda football, si ndio? Na hiyo time madhe hataki uende practice. Lakini najua huwa anakusikiza sometimes. Maybe ako na reasons zake anakuambia mbona usiende that time. Si ndio? Then kuna mtu anasema she trusts her not. She's not. By then he. Sio she. Wanaokuita dem. Kwani unakaa dem? Unapenda chapter gani hapa hivyo? Chapter ni Genesis. Na unaweza tuambia nini moja yenye unijua? Verse. Ama ile yenye unapenda tu. Verse tu kama moja kinyo unapenda. Hiyo ndo sijui lakini I know maybe utajua. Huwa nasoma lakini kuna zingine alinifunza. Waulize kama wanajua elements. Elements? Elements. Aujui? Like za nini? Za zenye ziko za watu ama za nini? I think tutaongea na mom atuelezee mmoja. Hata tuje atufunze hapa siku moja, sio? Ni nini yenye huwa inakufurahisha kabisa? What makes you happy? Kwa hii tu like kwa life yako? Playing football. Hiyo inafanya yani unafurahi hata kama ulikuwa umekasirika nini ukiona tu football. Kiambiwa tu sasa ngine hadi kama niko na simu naacha naenda kucheza nje. Unapenda football kabisa. Unaweza ambiaje mamako by the way? Juu mamako ameplay a very big role. Nimekuwa tukiongea you've been just speaking about your mom. So I don't know unaweza ambiaje mamako? Nampenda sana, ni mzuri. Anakuwa mzuri sana. Namshukuru tu kwa ile kazi alifanya.
kuwa mkubwa pay back. Unasema utamnunulia gari Mungu akisaidia sio? Hadi nyumba. Hizo vitu kubwa. Alafu watoto wenye wanakusikiza maybe kuna watoto wenye wanakusikiza maybe kuna mtoto anapitia changamoto, maybe si hata kuvunjika mguu, maybe ako na ugonjwa fulani but anadhani haitapona ama itakuwaje. Unaweza waambia aje kupitia kwa Mungu yani? Wakiamini Mungu atawaponesha, watakuwa sawa, watapona, watakuwa vizuri kama nini. Kama wewe ulipona, mbona wao wasipone, sio? Utapona. Domino, nimefurahi sana kukaa hapa kwa hii podcast yetu. Thanks sana bana, Mungu akusaidie. Ndoto zako zitimie. Umesema unataka kuwa footballer. Unataka kuchezea timu gani by the way? National team ni Kenya. Alafu nataka kuchezea Chelsea. Lakini hapo kwa Chelsea na kuhurumia. Hauwezi change tu sahi. Hapo kwa Chelsea na kuhurumia. Unajua sasa hivi mnaenda kwa betrayal. Na unajua saa 3 tunawapiga tena muende namba 10. Unajua? 9. 10. Kumbe hata ushajua mnafaa muende namba 9. Ushaji prepare psychological. Thanks sana lakini for coming. Tumeshukuru sana. Ukienda home gotea mama, mwambie tunampenda pia sisi na Mungu endelee kuzidi kukuongoza, kulinde. Najua wewe bado mtoto mdogo, dreams zako zikam true. Siku moja upitie hapa pia ukitupea vitu mingi. Ukilearn pia unakuja tunashare na watu wetu, sio? Thank you sana Domino. Have a nice time, sio? Thank you for coming. Guys, thank you so much for coming. Na muendelee Top Records. Bye. Tuko ndani